Kwa jina kamili naitwa Musa Omar Rondo, alimaarufu kama Rondoni au Mwingereza. Nimeingia South Africa mwaka 2016 mwezi wa 9. Nimesoma shule ya msingi Mwembe Songo. Nimesoma sekondari Jimpya sekondari. Nimezaliwa katika hospitali ya Temeke. Kitu ambacho nisukuma kutoka Tanzania kuja South Africa kwa sababu kabla ya kuja South Africa, huku South Africa sisi kuna baadhi ya wajomba zetu huko wanaishi wawili. Then kabla mimi kuja huku alianza kutangulia brother wangu. Baada alipokuja brother wangu alipokaa kama miaka 2 akawasiliana mimi, basi na mimi nikapata mwamko wa kuja. Kwa kweli ilikuwa shughuli ya kusisimua sana kwa sababu pia ilinitafutia hadi matatizo fulani. Nilitengeneza passport nikiwa nyumbani. Baada ya kutengeneza passport nikiwa nyumbani, nilipopata passport yangu basi niliorganize na brother alinitumia hela kutoka nyumbani kuja South Africa. Then nikaenda Kariakoo nikakata tiketi ya TAKWA. Basi kesho yake asubuhi nilienda Ubungo kapanda TAKWA, nikaanza safari yangu ya kuelekea South Africa. Misukosuko ni mingi katika safari, hususani kwamba nilivyoanza safari yangu kutoka pale Ubungo na kuelekea South Africa, mtihani wangu wa kwanza ulinipata nikiwa boda ya Tanzania na Zambia, Tunduma pale. Pale Tunduma pale tulifika kama kwenye saa 2 hivi usiku hivi. Lopa nilipata sana matatizo kwa sababu nilikuwa na hela zangu, nilikuwa nimechange landi. Matokeo yake nikawa nahitaji kuingia ndani kwenda kugonga kwa sababu tulishuka pale, basi ilishuka abiria wote, kabaki basi ikiwa empty. Kwa hiyo sisi tuliingia ndani mule migration kwa kugongewa zile permit zetu zile. Kipindi nilipoenda kugonga upande wa Tanzania niligonga free, na nikimaanisha ni bure. Ila upande wa Zambia walikuwa wanahitaji hela. Bahati mbaya mimi ndio nilikuwa mara yangu ya kwanza kwa safari. Kwa hiyo sikubahatika kujua, kwa sababu sikufahamu kujua kwamba kiasi gani walichokuwa wanakihitaji pale. Kwa hiyo nilipopeleka passport yangu nikashangaa wameitupa tu chini. Nikashangaa kwa sababu sikuona wenzangu wengi wakipita pale passport zao zikitupwa chini. Nikaifuata passport yangu nikaokota. Pinda kwa passport yangu akaja mabrother wawili, na hisi wale walikuwa wakazi wa pale Mbeya ambao mishemishe zao wanafanya pale maeneo ya migration. Wale mabrother wamenifuata, baada nzuri walikuwa wanaongea Kiswahili. Wakaniuliza, "Dogo vipi? Una tatizo gani hapa?" Nikamwambia, "Brother, tatizo langu kwamba nimepeleka pale passport yangu kugongewa, haikugongwa. Baada ya kuniambia nini kosa langu wameitupa chini." Brother akaniambia, "Wala nataka hela, wewe una hela?" Nikamwambia, "Hela mimi ninayo." Sasa nilikuwa nimechange landi 1000. Sasa mimi sikujua ile landi 1000 na huko ninapoenda matumizi yake kiasi gani. Umeona? Na wale nao walivuniuliza kwamba wewe una hela kigeni, nikamwambia mimi nina hela kigeni, ila hela South Africa. Wakaniambia bei gani? Nilivozama mfukoni, nilivotoa zile hela, nimetoa zote kwa pamoja. Sasa nilivotoa hela zote zile kwa pamoja, na mimi sikujua zile hela matumizi yake ni wale wamezichukua. Basi mmoja akachukua hizo pale hela, akachukua na ile passport, akaenda pale akaigonga ile passport yangu, wakarudishia passport yangu. Mimi nikateki hizo, nikaona shida yangu si passport tu igongwe nivuke hapa. Basi sawa, kwa mimi nilivyoenda nikarudi kwenye gari pale tukalala. Kesho yake saa 11 tukaanza safari ya kuingia Zambia. Kwa kweli njiani wakati tunatoka sikusumbuliwa tena bado kutoka kwenye ile boda pale ya Tunduma. Sema nilikuja kusumbuliwa tena tulipofika Lusaka, tulivolala. Asubuhi gari ilivyokuwa inaondoka nikakutana na boda nyingine baina ya Zambia na Zimbabwe inaitwa Chirundwa. Pale walinisumbua sana kwa sababu alitupa form pale tujaze, na baada ya kujaza ile form wakahitaji tena tugongewe zile passport zetu permanent. Kwa hiyo wenzangu wote wakawa wanagongewa, mimi nikashindikana kugongewa kwa sababu nilikuwa sina hela ya kuonga mpaka wa Zambia na kuonga mpaka wa Zimbabwe. Ilibidi nimfuate konda nikiwa nalia. Konda akaniuliza, "Vipi dogo, na matatizo gani?" Nikamwambia, "Brother, nashangaa wenzangu wote wanagongewa pale, mimi nakataliwa kugongewa, tatizo ni nini?" Akaniambia, "Pale wanahitaji hela. Vipi una hela ya maji?" Nikamwambia, "Brother, mimi nilikuwa na hela jana. Niliambiwa Tanzania kama landi 1000 hivi. Nilichenchiwa na mjomba tukiwa Kariakoo. Sema jana usiku wa juzi kuamkia jana tulivolala pale Zambia kuna watu pale mimi niliwaomba wanigongee passport yangu, walizichukua zile hela, walichukua zote.
Blaza akaniambia mpumbavu mdogo wangu, ushaibiwa. Kwa nini kunifuata mimi kama konda? Nikamwambia hamna blaza, nilihofia. After pili hata hivyo nilikuwa wewe naye pale wakati tunagonga passport nilikuwa sijakuona muda ule. Artist hata ningekuona ningekufuata kukueleza ili usaidie tatizo langu. Akaniambia basi hao washakuibia. Kwa hiyo tutafanyaje na sigara hapa inaondoka? Nikamwambia blaza nahitaji msaada wako kutoka kwako. Akaniambia mimi nitakupa msaada gani? Na hata nikikupa msaada hapa tukishafika Zimbabwe natakuwa upande gari zinaenda South Africa. Nikamwambia blaza hiyo sio na shaka, nisaidie tu nivuke hapa. Nikishafika Zimbabwe nitafanya mawasiliano na blaza wangu. Basi yule blaza akanisaidia hapa, nikagonga passport yangu. Tufotoka hapo tukapanda kwenye gari, nikagonga upande wa Zambia, nikagonga upande wa Zimbabwe. Tukarudi kwenye gari, tukapanda pe gari na tukaanza safari ya kuingia nchi ya Zimbabwe kuelekea Harare. Yule konda alinisaidia kwa sababu kuna makonda huwa wanaosafiri na abiria wanaoenda nchi za mbali, asilimia nyingi huwa wanakutana na mitihani mingi sana. Mingi sana. Kwa hiyo Husani alipiga mahesabu umri wangu niliokuwa nao, aliniangalia performance yangu toka ile, kwa sababu siku ya kwanza naenda kukata ile tiketi nilikutana naye yeye, naenda ananiambia mimi ndo nitakuwa konda wa hii gari. Umeona? Kwa hiyo hata ile tulipofika pale Zambia kwenye ile boda ya Chirundwa nilijaribu tena kumkumbusha, ngapa bali blaza mimi unikumbuki. Kuna siku nilikuja Ubungo pale, nilikuja Kariakoo na ofisi zenza tako, nilikuta wanafunga mizigo. Umeona? Nikamwambia jina lako naitwa Abduli, yule konda jina lake naitwa Abduli. Akanambia ndio dogo. Nikamwambia mimi nilikuja na yule baharia kuitwa Omari, kwa sababu kuna baharia alirudi Tanzania, yeye ndo anifanyia process ya kwenda kuchange hela na kukata tiketi ya tako. Basi nilivyomkumbusha tu hivyo yule blaza akanikumbuka kwa haraka tu. Japokuwa sio sana anasema akanikumbuka. Vipi dogo? Nikamwambia safi. Kumbe ndio wewe? Nikamwambia ndio wewe. Basi sawa, leta passport yako. Basi akaichukua passport yangu na tukaongozana hapa mimi na yeye, kwa sababu hata ile fomu ilikuwa imeandikwa Kiingereza, nilishindwa kuijaza ile fomu. Ina maana yeye konda alinisaidia kujaza ile pale fomu, kwa sababu mimi pia hata Kiingereza nilikuwa sifahamu. Alinisaidia kujaza ile pale fomu kwa Kiingereza, kwa kujibu yale maswali yaliyoorodheshwa mule, kwa sababu mengi ameorodhesha kwa Kiingereza. Kwa hiyo alinisaidia tu baadhi ya kusoma na kujibu. Umeona? Akanijazia ile pale form. Tukatoka hapo tukaenda kwenye upande wa Zambia, tukagonga. Ina maana yeye alitoa pesa yake mfukoni, mimi sikuwa tena na pesa. Yeye konda ndo alitoa pesa yake. Umeona? Alitoa pesa akanigongea upande wa Zambia, kwa sababu zile boda huku upande yani ilikuwa so mbali, yani huku upande wa Zambia, huku upande wa unakuta nchi nyingine hapo mnaoenda. Kwa pale ilikuwa upande huku wa Zambia, huku upande wa Zimbabwe. Kwa alinigongea huku upande wa Zambia kwa hela yake, then tukahamia na upande wa Zimbabwe akanigongea tena kwa pesa yake. Tukakaa hapo, akatambia subirini hapo kama dakika 15 hivi gari itatoka hapa, taianza safari ya kuelekea Zimbabwe, Harare. Basi baada zilipopita zile dakika 15, kwa kweli nilijihisi faraja, kwa sababu katika safari ya mbali hadi unampata mtu anakusaidia na anakusikiliza matatizo yako, kwa sababu ndani ya gari huwa tunaoenda nje ya nchi asilimia nyingi wa Tanzania wanakuwa sio wengi. Kwa maana nikimaanisha katika gari niliyopanda mimi Mtanzania kama Mtanzania nilikuwepo mimi, konda na madereva wale wawili. Kwa kweli sikubahatika kumuona Mtanzania katika ile gari zaidi ya yule konda tu. Basi tuliporudi na gari baada ya dakika 15 kupita, tukaanza safari ya kutokea boda pale Chirundwa na kuelekea Harare. Basi safari ikaenda tulitembea hivi kwa muda kama lisali 1.5. Yule dereva akawa ananitafuta mule ndani ya zile siti. Umeona? Akawa ananitafuta. Sasa mimi nikawa naangalia kule mbele kwa dereva, nilipokaa kwenye siti yangu, kwa sababu siti yangu ilikuwa kama siti 3 kutoka nyuma. Nikawa naangalia, nikawa najiuliza yule konda vipi? Ananitafuta mimi au? Umeona? Yule konda akatafuta. Nikamwona karudi mbele kukaa. Mimi kaisi labda yule konda yule ana shughuli zake tu zingine ambazo anazifuatilizia. Umeona? Lakini baada kama dakika 5 mbele nikamwona yule konda tena atoka tena kule, alikuwa kashika mkate na soda ya Coca-Cola. Umeona? Ya kopo hiyo ambayo Tanzania kwetu kule inauzwa kama shilingi 1500 hivi. Coca-Cola ile take away. Umeona? Yule konda akatoka tena mbele kule, akawa anakuja na ule mkate na soda. Umeona? Akawa bado anaendelea kuangalia tu zile siti.
Bahati nzuri akawa anakuja huku anasogea.